Haleluya. Na inakuwa ni mzuri sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ninajua Bwana atatusaidia sana. Ninataka kuwakaribisha praise and worship team. Bwana wape neema ya sifa. Tutakapo na tafadhali, before you praise, kubaliana kwanza na yule ambaye anacheza keyboard, maana mara nyingine anakunyonga, unamnyonga. Enda pale kwanza asikie sauti yako, ili tunapoingia kumsifu Bwana inaenda vizuri. Hallelujah, because of God. Karibu sana praise and worship team. Najua Bwana atatusaidia ili tunapo. Number 2, before that, ambia mwenzako asiende. Ambia asiende kwa sababu mtume ametuandalia kikombe cha chai. So ukienda ina maana ya kwamba nani atakunywa hiyo chai yako? Sawa sawa. Hello sir. Sawa. Ambia mwenzako don't go. Mwambie asiende, maana kuna kikombe chake kimeandaliwa na mtume, na kile ambacho mtume amekiandaa, tafadhali don't miss, na itakuwa ni mzuri sana. Asante sana. Karibuni praise and worship. Hallelujah. Bwana apewe sifa. Amen. Lazima kwanza tutengeneze mitambo ya Bwana. Bwana apewe sifa. Ndio tuendane kwa jina la Yesu. Terisaris. Ha. Teri. Ai. Nataka uende namna hii. There is a race you must run. There are victories to be won. Give me power, every power to be. There is a race you must run. There are victories to be won. Give me power, every power to be true. You must run. There are victories to be won. Give me power, every hour. There is a race. You must run. There are victories to be won. Give me power, every hour to be true. 20. It shall be permanent. Hey, 20. It shall be permanent. It shall be permanent. What the Lord has done for me, it shall be permanent. Once more. It shall be permanent. Permanent. It shall be permanent. What the Lord has done for me, it shall be permanent. It shall be permanent. It shall be permanent. What the Lord has done for me, it shall be permanent. Hey, hey. It shall be permanent.
Lord, my God, how excellent is your name. Oh Lord, my God, how excellent is your name. People sing, oh Lord, my God, how excellent is your name. My God, how excellent is your name. oh Lord, my God, how excellent is your name. Oh Lord, my God, how excellent is your name. Oh Lord, my God, how excellent is your name. Oh Lord, my God, how excellent is your name. Oh Lord, my God, how excellent is your name. Oh Lord, my God, how excellent is your name. Hey, hey. Oh Lord, my God, how excellent is your name. Oh Lord, my God, how excellent is your name. You are the most high. Hey, you are the most high. Jehovah. You are the most high. Jehovah God. You are the most high God. Jehovah. You are the most high. Jehovah God. You are the most high God. Jehovah. You are the most high. Jehovah God. You are the most high God. Jehovah. You are the most high. Jehovah. You are the most high God. Jehovah. You are the most high. Jehovah God. You are the most high God. Jehovah. You are the most high. Jehovah God. You are the most high God. You are the most high. Hey. You are the most high God. Oh yeah. Rukia Bwana jamani, amekupa uzima na uweza. We celebrate Jesus. Jehovah. You are the most high God. Jehovah God. You are the most high. Jehovah. You are the most high God. Nataka mtu uweke kitambaa yako mkononi jamani. We have to celebrate Jesus. Nataka nione mtu na kitambaa namna hii. Naomba niwe baraka, naomba niwe baraka, naomba niwe baraka. Nataka sasa twende namna hii. Rukia Yesu jamani. Sijaona mtu akimrukia Bwana jamani. Nataka urukie Yesu jamani. Tushushe moto, tushushe moto. Shusha moto sasa. Yesu ni Mwokozi
wangu mimi nitaimba. Yesu ni mwokozi wangu mimi nitaimba. Yesu ni mwokozi wangu mimi nitaimba. Imba imba imba. 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 Twende namna hii sasa. Kichwa, kichwa, mabega, mabega, kiuno, kiuno, tude, kichwa, kichwa, bega, mabega, kiuno, kiuno, kichwa, kichwa, bega, mabega, kiuno, tude tena, kichwa, kichwa, kiuno, bega, kiuno, kiuno. Unacheza kwa maringo kidogo wewe. Sasa nataka ucheze kwa maringo. Chukua muziki wa Yesu wewe pole pole. Leo tumekuja kumtoa Bwana shukrani. Haleluya. Sasa nataka unisikie hiyo vikana mna hii. Ingia kwa damu sasa. Ukitingiza kichwa yako kwa maringo kidogo jamani. Ani chezea Yesu kwa maringo kidogo, hatuchezi kama watu wa dunia wewe. Sasa nifunze mtu kuendesha gari, si ndio? Sasa endesha gari. Situendeze baiskeli sasa. Na vigelegele kwa Yesu. Weka mikono yako juu sasa namna hii. Nataka uchukue hizo baraka kwa jina la Yesu. Acha kunyakua baraka ukiwa umenuna wewe. Furahia kidogo, furahia huyo Yesu jamani. Weka mikono pepeta namna hii. Barikiwa, barikiwe, barikiwa, barikiwe, barikiwa, barikiwe, 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 barikiwa. Weka sasa mikono. Barikiwe, barikiwe kwa jina la Yesu. Barikiwe, 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 barikiwe. Twende sasa namna hii. Sasa nataka tuende namna hii.
hii. Ukipepeta hiyo mikono namna hii, hiyo ni kuwasha moto kwa maadui zako. Sasa nataka ushike hiyo gita, usunguke lingara ya Yesu. Sunguka na hiyo lingara ya Yesu wewe. Pastor Devi. Tuni. Wapi wakamba wewe? Tuni. Wapi kelele ya wakamba jamani? Ninakupatia ngai wakwa, ninakupatia tata. Ninakupatia ngai wakwa, ninakupatia tata mwene. Ninakupatia ngai wakwa, ninakupatia tata. Ninakupatia ngai wakwa, ninakupatia tata mwene. Ninakupatia ngai wakwa, ninakupatia tata. Twende namna hii. Twende ushika gita ya wakamba wewe. Wapi wa Masai wewe? Nataka tucheze kimasai sasa. Sasa tafuta Masai rafiki yako wewe. Tafuta Masai. Gaida Yesu mara, gaida baba. Gaida Daniel, gaida baba. Gaida Daniel, gaida baba. Gaia Daniel, Gaia Baba. Gaia Sumara, Gaia Baba. Gaia Daniel, Gaia Baba. Sijaona mtu akiruka wewe. Kama unapenda Yesu sema amen. Kama unapenda Yesu sema haleluya. 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 1 2 3 4 Jesus. Wape makofi mazuri kwa jina la Yesu. Nitaimba haleluya asubuhi, nitaimba haleluya mchana, nitaimba haleluya asubuhi, haleluya
nitaimba, nitaimba, haleluya. Nitaimba, nitaimba, haleluya, Sioni. Haleluya na hapa. Yesu, sadaka nzuri ya makofi. Simama tu hivi tunapoleta Bishop. Amen. Ibada ya shukrani ni ibada very unique. Amen. So ninaposema kwamba nitatuleta mtumishi wa Mungu ili azungumze pamoja nasi, anajua God bado leo wacha tu tuhudumiwe. Amen. Kuna vitu nilisema tulipoanza maombi hapa, sema ya kwamba leo wacha tutoe dhabihu yetu zaidi sana ya kuomba na kumshukuru Mungu. Na nashukuru wakati mtume amekuwa hapa akasema ya kwamba wakati unashukuru Mungu na hata kile ambacho hauna, unaposhukuru Mungu anatenda. Bwana Yesu asifiwe. Na akatoa testimony very powerful. Akiwa City Stadium alikuwa na washirika wadogo, lakini alimshukuru Mungu. Leo hii Bwana ametupanua kiwango kikubwa sana. Amen. Na tunamshukuru Mungu. Inua tu mikono yako juu. Wacha tutumie tu hiyo mikono, kwa sababu hiyo tu ndio kitu ambacho tunaweza mtolea Bwana. Na ndio Bible inasema ya kwamba ikiwa dunia ni mali pa Mungu pa kukanyaga miguu, anauliza utanijengea nyumba gani? Si ni hiyo tu moyo wako jamani? Si ni hiyo tu moyo wako tu jamani? Haleluya. Na ninashukuru kwa sababu kumbe kuna kitu Mungu anaangalia. Wakati unapoinua hivi mikono mbele zake, ina maana ya kwamba God, I surrender now, take over. Umenielewa? Na hata askari akiona gari kwa barabara akiinua hivi, hata kama ilikuwa na spidi ya 100, ni lazima itasimama. Na sisi ambao jamani Mungu ametuasha ini neema ya Mungu na uwezo wa Mungu, wakati tunainua mikono yetu namna hiyo, tunamwambia Bwana chukua nafasi hii. Kuna kitu ambacho wewe labda uoni, lakini Mungu anaona. Kuna kitu ambacho umeomba lakini bado, ama umeomba na kingine umesahau, lakini unapoinua mkono mbele za Mungu hivi, unasarenda kila kitu, Mungu anaona. Na huyu mwanangu kuna kitu labda alikuwa naomba school fees, Bwana ninaachilia school fees. Huyu alikuwa naomba amani, ninaachilia amani. Huyu alikuwa naomba urejesho, ninarejesha. Huyu alikuwa naomba breakthrough, Bwana anaachilia breakthrough. Inua mikono yako namna hiyo. Ninakupatia hata vitu zingine ambaye ni ufunuo. Haleluya. Wakati umeinua hivi mikono, ina maana ya kwamba God, I surrender everything to you. My family, my business, my everything God, my ministry, I surrender to you. God, take control. Mtumishi wa Mungu akasema ya kwamba ni vizuri kujiombea, maana hata ile maombi ninaweza kukuombea inaweza kosa fanya kitu, lakini wewe yenye umeiombea, ina maana ya kwamba ukitoka hapa unashuhudia, Baba niliomba hii. Leo ni tarehe ngapi? Leo ni tarehe ngapi? Leo ni date 10. Na leo vile tumekuja kumtolea Bwana shukurani. Mark this day. Zile vitu ambazo umeomba na umemshukuru Mungu, understand that utakuja kukonfesi hapa. Tarehe 10 nilienda kumshukuru Bwana. Sikukuwa na hii, lakini wakati mtumishi wa Bwana alisema tumshukuru Bwana, nilimshukuru na muujiza wangu katendeka hii. Inua mikono yako tu juu hivi. Ninapoimba wimbo huu, I surrender all to you, wakati huo Bishop atakuwa anakuja pole pole kwa jina la Yesu. Inua tu mikono yako juu hivi. Mimi ninashagaga mpaka nasikia sijui nifanye nini ndio uelewe hii. Hakuna mtu alikuleta hapa jamani. Ni wewe
tu ulijilete hapa, ni Mungu alikuleta tu hapa. So ukiangalia jirani yako na ukwazike kwa sababu yake, ni wewe tu utakwazika tu peke yako tu. Haleluya! Lakini ni Mungu mwenyewe amekuleta hapa. Wewe mtolee Bwana Yesu dhabihu yako ya moyo wako, mwambie Bwana, niliacha dufe yangu ili nikuje tu Bwana nikutolee shukurani. Bwana, unajua mahitaji yangu yote, na Bwana nisaidie tu usiku kama huu wa leo. I surrender all to you, God. I surrender all. I surrender all. Oh, to Jesus. Nataka nisikie kutoka ndani ya moyo wako. Oh, I surrender. I surrender, Lord. I surrender all to Jesus. all to Jesus, precious Savior. I Surrender. Oh, surrender. Surrender, oh, to Jesus, precious Savior, I surrender. Fungua tu kinywa chako, mwambie Bwana, nimesarenda kila kitu kwako, ninasarenda tu kwako, nasarenda kwako Bwana. Tell God I surrender to you. You know me very well. Bwana, unanijua tu vizuri. Bwana, hii masaa ni masaa ambayo Bwana ninasarenda kila kitu kwako. Chukua tu nafasi hii Bwana, chukua nafasi ya watoto wako, chukua nafasi ndani ya mawazo yetu na fikira zetu Bwana, na nia zetu Bwana, kwa jina la Yesu. Bwana, tunasarenda tu kwako. Na Bwana, tusaidie kuamini mambo ambayo Bwana unaachilia kwa anga yetu, kwa jina la Yesu Kristo. Bwana, achilia tu hiyo neema in the name of Jesus. Bwana, wacha hii tarehe 10 ambayo Baba tumekuja kutoa shukurani zetu Bwana, ya kwamba Bwana tutakuja kushuhudia matendo makubwa ambayo Bwana Yesu Mungu umetutendea, kwa jina la Yesu Kristo. Wastahili sifa, wastahili kuabudiwa. Jina lako limetukuka, jina lako limeinuliwa. Tunasema ni asante kwa upendo wako mkuu maishani mwetu. Asante Bwana kwa kutuleta mahali hapa Bwana, ili Bwana wa majeshi tukapate kutoa shukrani zetu mbele zako. We thank you, we worship you Lord. Father, we are here, speak to us this morning katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Haleluya. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa sababu umetuleta kwa kusudi Bwana wa majeshi, ili tukapate kusikia kutoka kwako tunapoleta shukrani zetu. Tunapokushukuru Mungu Baba, umekusudia kunena na maisha yetu, na tunasema ni asante kwa neno lako asubuhi ya leo Baba. Ujumbe ambao unaachilia kwetu, tunasema ni asante kwa huo ujumbe katika jina la Yesu Kristo. Our Father, we want to thank you and we bless your name. In Jesus name we pray. In Jesus name we pray. Amen. Katika jina la Yesu tunasema amen. Amen. Shangilia Bwana Yesu kwa makofi. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kukalia kiti yako. Umesikia kiti ya miujiza? Your seat of miracles. Bwana Yesu asifiwe.
Haleluya. Niko na furaha kuu kuona kila mmoja wetu asubuhi ya leo, na tumeheshimika. Hii ni neema kubwa Mungu ametupatia, na heshima kubwa Mungu ametupatia ya kukusanyika pamoja ili akapate kunena na maisha yetu. Na kwa hakika kuna kitu ambacho Mungu anakifanya nyakati zetu. Bwana Yesu asifiwe. Na kile ambacho Bwana anafanya, sisi ni wahusika. Wewe ni muhusika. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni muhusika wa kile ambacho Bwana Mungu anafanya. Kwa hivyo kuna jambo la kumwambia Bwana ni asante kwa sababu hakunihusisha. Bwana anakuhusisha kwa kazi njema anayofanya nyakati zetu za mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo ambayo apostle ameyataja na anazidi na kuyataja na kudeclare. Na unajua kile ambacho kinatoka kinywani mwa Bwana kitaweza kumrudia bure. Kuna mambo ambayo Bwana Mungu anayafanya na anaachilia watumishi wake kuyasema. Kwa hivyo unaposikia kitu kimesemwa, jua kipo. Bwana Yesu asifiwe. Na niko hapa tu kwa sababu ya jambo ambalo mara kadhaa nimesikia mtume akisema, na hilo jambo ningependa, kwa sababu wengine wetu huwa tunakuja kuabudu mahali hapa, tuko chini ya mafundisho ya mtume na uongozi wake. Na kile ambacho ningependa kuhakikishia, nimesikia tu, sitaenda kuhubiri mambo mengi, ni kuhakikishia chenye anasema ni kweli. I just want to put a seal. What he is saying is the truth. Sikuji kuambia kwamba haitawezekana ama sio hivyo. Pastor David, I want us to share and put a seal with the apostle is telling the church, is telling the world that time has come, Jesus, to deal away with man-made churches, with the empires of men. Vitu ambazo ni za wanadamu Mungu anaondoa. Kwa hivyo nimekuja tu watumishi wale ambao mnatumika pamoja na mtumishi mali hapa kutia tu muhuri ya kwamba mkashike hiyo, mkashikilie na mjue ni hiyo. Na alafu we are on a mission also. Kwa sababu we are on a mission, lazima tujue tunaposhukuru mahali ametufikisha, tujue kule tunakokwenda. Unajua kanisa si ni mwili wa Kristo. Na tukiwa mwili wa Yesu Kristo lazima tukapatane kwa jambo moja na tukatembee kwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kwa haraka ningependa kusoma mistari mingi, si chache, kitabu cha Mathayo. Naomba ukuwe makini, maana kile ambacho tunaenda kukisoma kina ufunuo na kina maana yake, na kitaenda kutusaidia tukiwa kanisa. Si kama kanisa, tukiwa kanisa. Unajua mara mingi Kiswahili huwa natupiga chenga. Sijui kama ndio nimeshasikia mtu akisema mimi namwamini Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yangu. Kama ni kusemaje Kiswahili? Asifu. So hauna uhakika. Unaposimama dada kushuhudia Yesu Kristo ni Bwana na ni mwokozi wa maisha yangu. Period. Si kama. So nasemi kama kanisa, hapana, ninasema tukiwa kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tukue tu makini asubuhi ya leo tunapoenda kusikiza kile Bwana Mungu hii siku ya tarehe 10 ya kutoa shukrani mbele za Mungu kwa kazi ambayo ameifanya na ambalo ataenda kufanya. Naomba tukasikize kuanzia mstari wa 24. Biblia inasema hivi, Mathayo 13 mstari wa 24. Akawatolea mfano mwingine akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na mtu aliyepanda mbegu njema katika konde lake. Lakini watu walipolala, akaja adui yake akapanda magugu katikati ya ngano. Haleluya. Nataka ushike. Akapanda wapi? Alipanda magugu wapi? Katikati ya ngano. Ona hiyo ujanja. Wacha nirudie. Wewe tega sikio. Ninajua unajua hii, lakini Mungu anatuongelesha leo. Akawatolea mfano mwingine akisema,
Ufalme wa mbinguni umefanana na mtu aliyepanda mbegu njema katika konde lake. Lakini watu walipolala, sema watu walipolala. Sema kwa sauti, watu walipolala. Akaja adui yake akapanda magugu katikati ya ngano, akaenda zake. Baadaye majani ya ngano yalipomea na kuzaa, yakaonekana na magugu. Watumwa wa mwenye nyumba wakaenda wakamwambia, Bwana, hukupanda mbegu njema katika konde lako? Na walielewa haikuwa shamba yao, ilikuwa ni ya nani? Ni ya mwenye ilikuwa ni ya mkubwa. Walitambua. My goodness. Watumwa wa mwenye nyumba wakaenda wakamwambia, Bwana, hukupanda mbegu njema katika konde lako? Inapata ufunuo. Unajua nasoma lakini napata ufunuo. Unajua hata pia mimi nasikiza. Mtume hapa iko kitu napata. Hawa watumishi wanamwambia Bwana, hukupanda. Kwa hivyo si wao walipanda. Tumepata hiyo. Hata mimi napata ufunuo. Watumishi hawakupanda. Kwa hivyo ni mwenye shamba ako na mbegu yake nzuri ya ngano, na ni yeye alipanda, hakutumana. I tell you. Kuna mtu anapata ufunuo. Limepata wapi basi magugu? Akawaambia, adui ndiye aliyetenda hivi. Watumwa wakamwambia, basi wataka twende tukayakusanye? Akasema, la, msije mkakusanya magugu na kusing'oa ngano pamoja nayo. Viacheni vyote vikae hata wakati wa mavuno. Na wakati wa mavuno nitawaambia wafunao, wakusanyeni kwanza magugu, myafunge matita mkayachome, bali ngano ikusanyeni ghalani mwangu. Mbegu yake, shamba lake. Nani anapanda? Yeye. My goodness. Verse number 36, Luka 20:36. 36 inasema hivi, kisha Yesu akawaaga makutano, akaingia nyumbani na wanafunzi. Wanafunzi wake wakamwendea wakasema, tufafanulie mfano wa magugu ya kondeni. Akajibu akasema, azipandaye zile mbegu njema ni mwana wa Adamu. Mwana wa Adamu ni nani? Yesu mwenyewe. Ni yeye alipanda mbegu njema kwa konde la nani? Yake. Lile konde ni ulimwengu, zile mbegu njema ni wana wa ufalme. Wana wa ufalme wakapandwa na Yesu mwenyewe. Wana wa ufalme. Wana wa wafalme ni akina nani? Kumbe tunapata tunanyita ufunuo. Sema ninakamata ufunuo. Sisi ndio nini? Wana wa ufalme. Tumepandwa wapi? Kwenye konde la nani? Ya Yesu mwenyewe. Leo hata mimi nimebarikiwa. Yaani nasoma nabarikiwa. I tell you. Na zile na yale magugu ni wana wa yule mwovu. Si imekuwa mzuri sasa, magugu tumeweza kuyaona. Yule adui aliyepanda ni Ibilisi.
na mwenye amepanda ni Ibilisi. Wana wa nani? Wana wa uovu, wana uwazi, wakapandwa na nani? Na Ibilisi. Mbegu zuri, wana wa ufalme. Nani aliwapanda? Yesu mwenyewe. My goodness. Just hold on. Kuna ujumbe unakuja. Mavuno ni mwisho wa dunia, na wale wafunao ni malaika. Basi kama vile magugu ya kusanyavyo na kuchomwa motoni, ndivyo itakavyokuwa katika mwisho wa dunia. Mwana wa Adamu atawatuma malaika zake, nao watakusanya kutoka katikati ya ufalme wake machukizo yote na hao watendao maasi, na kuwatupa katika tanuru ya moto, ndipo kutakuweko kilio na kusaga meno. Ningependa turuke kidogo Mathayo 15 mstari wa 13. Naomba mpendo uteke sikio. Asubuhi ya leo kuna ujumbe mkubwa Mungu anaachilia ndani ya roho zetu, kazi ambayo anaifanya, na sisi ni sehemu ya hiyo kazi ambayo anaifanya. Akajibu akasema, that's Matthew chapter 15 verse 13. Mathayo 15 mstari wa 13. Akajibu akasema, kila pando asilolipanda Baba yangu wa mbinguni litang'olewa. Kila pando ambalo Baba yangu wa mbinguni hajalipanda litang'olewa. Si ukumbuke Ibilisi akaja akapanda wana wa uwazi katika shamba ambayo ilikuwa imepandwa wana wa wafalme. Lakini kile ambacho kila pando Baba hajalipanda litang'olewa. Sinaomba nisaidiwe niondolewe hii hapa. Mtu nikamatia hii. My brother, hii unaweza iweka tu pembeni tukwenda ushirika. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wanatarajia kusikia kile Mungu anaenda kutuongelesha? Are you prepared to listen to what God is going to tell us this morning? You are going to be shocked as I am going to be also shocked what God is doing. We are here, God to speak to us. I've been sharing something that the Lord has put in my heart for many days, for many years. Kuna ujumbe Mungu aliachilia ndani ya moyo wangu kwa muda mrefu. Na ujumbe alioachilia ni huu, ya kwamba Mathayo 16 mstari wa 18. Nitalijenga kanisa langu na milango ya kuzimu haitalishinda. Huo ni moyo wa Baba, moyo wa Yesu, mapenzi ya Yesu, mipangilio yake na kutaka kwake, na kile ambacho aliona na kile ambacho alitamani kuwa nacho. Bwana Yesu alitamani kuwa na kanisa, na kanisa ambalo alitamani kuwa nalo ni la kweli na ni lake. Ilo kanisa alilolitamani kulijenga. Kumbuka aliposhuka duniani hii hakukuwa na kanisa. Kulikuweko na dini ya Mafarisayo, the far they could see. Dini nyingine ilikuwa inaitwa the Sadducees, the sad as they can see. Hizo dini zote zilikuweko na jinsi ya kuabudu. Watu walikuweko na madhabahu pale mlimani. Wengi ni wao walikuwa na madhabahu Yerusalemu. Yesu akaja na akiongelesha mwanamke Msamaria, my brother. Mwanamke Msamaria akamwambia, sisi tuna madhabahu yetu pale mlimani, na nyinyi Wayahudi mko na madhabahu yenu Yerusalemu. Yesu akaja na akasema, saa inakuja, wakati unakuja
waabuduo halisi hawatamwabudu Bwana aidha mlimani ama Yerusalemu, kwa sababu ibada ni ndani ya roho na ndani ya kweli. Ibada ikabadilika. Kwa nini anasema waabudu halisi? Kabla Yesu hajakuja, waliokuwa wanaabudu hawakuwa halisi. That's why he's saying the true worshippers. It is because before he came, the worshippers, they were false worshippers. So when Jesus came, there was a system of worship. There was a religious system. Na ile system ya kidini ilikuweko ni dini ya Kiyahudi. Ilikuwa inaitwa kanisa la jangwani. Hallelujah. Kuna kanisa la wapi? La jangwani. Ikiwa andika in the book of Acts of the Apostles chapter 7 verse 38, Matendo ya Mitume sura ya 7 na mstari wa 38, kuna kanisa ilikuwa jangwani. Hili kanisa ambalo Biblia inasema ilikuwa jangwani ni wana wa Israeli ambao Mungu aliwaita kutoka Misri awapeleke Kanaani. Hallelujah. Kanisa ni walioitwa kutoka. Kanisa si jengo. Kanisa si pale watu wanaenda. Oh my goodness. The church is not a place we go or come out. The church comprises of people who have been called out from a place to another place. So ili kanisa la jangwani iliitwa kutoka Misri ikipelekwa Kanaani. Ili kanisa kuokolewa, waliokolewa kupitia kwa damu ya kondoo. Wakiwa Misri wakaambiwa the Passover, wakati wa passing over kwa huyo malaika wa kifo wapake damu. Damu ikionekana wanaokolewa kwa sababu damu imeonekana. Exodus. Bwana Yesu asifiwe. And then ili kanisa la jangwani ilikuwa na kiongozi anaitwa Musa. Musa ndio alitumwa kuwakomboa. Naomba utege sikio lako, sikiza kile tunasema. Musa ndio alitumwa aende Mungu awakomboe kupitia kwa mikono ya nani? Ya Musa. Na anawatoa wapi? Misri, akiwapeleka wapi? Kanaani. Kanisa ambalo ilitembea kwa kuona, si kwa imani. Ilikuwa pale imekanyanga, hapo ndio kwao. Pale ambapo moto jioni, usiku waone mwali wa moto waende, mchana waone wingu watembee. Ilo kanisa ilikuwa ya kuona. Iyo kanisa ilipatiwa special anointing ambayo ilitengenezwa na vitu 5. Anointing ambayo ilitengenezwa, si ile ya kununua, ya kutengenezwa. Exodus chapter number 30 from verse 22. Hendo usome yote. We are not going to read now, but those scriptures nakwambia, we go and read at your own time. Our anointing oil was mixed. My goodness. Iyo anointing ilikuwa na ofisi mbili ya kupakwa. Kwa king na priest. Kings and the priests, they were anointed. Na ilikuwa ni wanaume peke yake. Kanisa la jangwani ikapatiwa 10 commandments, amri 10. Amri 10 si ya kanisa, hiyo si Yesu, si ya kanisa ya Yesu. Amri 10 zikapatiwa wana wa Israeli. Mnakamata kanisa la nani? La Musa. Amri ngapi? 10. Dada yangu unaniangalia nikwambie kitu. Yesu alipokuja si alisema kitu kingine? Amri mpya ninawapa, mpendane. Kwa hivyo hakurudia akasema zile 10. Hapa hizo ni za wana wa Israeli. Kanisa lake ni special. Kanisa lake ni special.
wewe fuatana na mimi. Ilo kanisa ikapewa sheria, don'ts and do's. Hata hiyo sheria Musa alipopewa kutoka kule mlimani, ilikuwa ngumu kutii sheria. Nasema ngumu, angalia mtu mwambie ni ngumu. Anapenda vile mnaniangalia asubuhi ya leo, yaani hakuna kulala. Wacha nikuambie sheria ni ngumu. Nani hapa anakumbuka Musa akitoka mlimani akishuka chini? Si akishuka alipata wamefanyaje? Wameacha Mungu wakatengeneza sanamu. Amri ya kwanza ilikuwa inasema nini? Usiabudu sanamu, usitengeneze miungu. Akiwa anabebana na amri 10 akapata nini? Tayari wameshavunja ya kwanza. Musa alifanyaje? Hata ile alikuwa amebeba akasema haiwezekani, akavunja, ikabidi apande tena mlimani. Kazi ngumu ya kanisa, kuongoza hilo kanisa la jangwani, na kuambia ilikuwa ni matata. Musa alikaa kidogo, wakabadilika, wakasema kila mtu atoe zile vitu vya dhahabu za nini amebeba, tutengeneze Mungu aliyotutoa Misri. Musa amekaa sana, amekawia na tujui kumefanyikaje. Kanisa la jangwani, hili kanisa la jangwani linaongozwa na Musa, ilikuwa na ukuhani, na ukuhani ulikuwa mtu mmoja kwa nyumba moja, yaitwa Aaron. Haruni na wanawe ndio walikuwa wanafanyika kuwa makuhani. Wadada ama wasichana wa Aaron hakuna mmoja alitumika kwa madhabahu, ilikuwa wanaume tupu. Nimesikia Pastor David hapa anasema na watumishi wakuje, nikaona dada zangu wamekuja hapa. Mungekuwa kwa kanisa ya Musa hamngetumika. Mshukuru Bwana kwa ajili ya neema ya Yesu, amewaokoa, mmefanyika kuwa watumishi. Mungekuwa kipindi cha kanisa la jangwani hamutumiki ngo. Siwaambie mtu mwatumiki ngo. Daudi, hiyo kanisa la jangwani, kanisa la jangwani, na kuambia mambo ingekuwa kama kanisa la jangwani Yesu hakuifutilia mbali, mtume Dura wa Ruhingi angiokoka. Kwa sababu sheria haiokoi, tunaokolewa kwa neema. Na kanisa la jangwani haikupewa neema. Kanisa la jangwani ni jino kwa jino, enahai for nehai. Kwa hivyo kama yeye ashaua, na wewe uliwe. Kama unabeba bunduki, mwingine abebe bunduki, ugonga kichwa na ugongwa kichwa. Hiyo ndio sarakasi ya kanisa la jangwani. Nasema hivi, kanisa la jangwani lilikuwa na sheria. Usiwache mchawi yaishi. Kanisa la wapi? La jangwani. Haliachangi wachawi waishi. Hakuna kungoja. Kanisa la jangwani wakakamata mwanamke wakamletea Yesu. Yesu huyu tumemfumania. Sasa mlimfumania, na hiyo jamaa mliwacha akimbie kwa nini? Kwani mlimfumania akiwa peke yake? Kanisa la jangwani liko na ni hypocrisy, unaweza kuita nini? Unafiki discriminate is it discriminative hiyo kanisa la jangwani mpaka Yesu akashtuka. Tumemfumania. Na kulingana na Musa, hii kanisa la jangwani la Musa linasema mtu akipatikana alimwe kwa mawe, hakuna cha msamaha. Kanisa la wapi? La jangwani. Ili kanisa la jangwani ya Musa iko na watumishi wake. Sijui kama umeshasoma Matendo ya Mitume sura ya 15. Apostle kamata hiyo Biblia. Unajua wapendwa hapa wanaanza kuniangalia, unaona naongea vitu zangu.
Nimetumwa kuwaletea habari njema. Na mngoje, sasa hiyo sio habari njema, nataka kuwapatia picture ya what is happening. Then waletee picture ya reality, kile ambacho Yesu anafanya. And then waoneshe ile Yesu anaua. Kuna ile Yesu anaua. Si apostle amesema, na mimi nimewaambia, nimetumwa niwaambie ni ukweli. Watumishi mnaotumika na mtume hapa, hiyo amesema iko makanisa inauliwa, ndio kweli inauliwa. Sasa hii moja ya jangwani ina watumishi wake. 15:21 yasemaje? Act. Weka moto hizi vitu. Hizi majembe. Kaina moto. 15:21. Kwa maana tangu zamani za kale Musa anao watu wamhubirio mambo yake katika kila mji, husomwa kila Sabato katika masinagogi. Yes. Musa akona nini? Na watu wahubirio mambo yake. Watu wanahubiri mambo ya nani? Ya Musa. Si waliposhika ule mama kumleta kwa Yesu, walimwambiaje? Musa alisema, alituambia, tulipewa amri ya kuua watu wa namna hii, na wewe unasema nini? Yesu akaanza kuandika hata hiyo Musa, vile Musa alisema amjui, maana kulingana na sheria wote wawili wauliwe, si moja. Kwa hivyo pia walikuwa ni discriminative, hawakutii sheria. Sheria ilikuwa imesema mtu akipatikana kwa uzizi wote wawili watolewe nje wauliwe. Lakini hawa wamekamata moja, ama labda unajua moja alikuwa katikati yao. Ndio maana wakuleta alikuwa mmoja wao. Ndio maana aliwaambia, na yule anajua na dhambi akuwe wa kwanza kurusha mawe. Wakachomoka. Kanisa la jangwani, huduma yake ilikuwa ni huduma ya kifo. Kanisa la jangwani ilikuwa ni huduma ya kifo. Mtume, siweke on 2 Corinthians chapter 3, I think verse 7 and verse 9. Wesikiza hiyo. Tuko karibu kuhama kwa kanisa la jangwani. Niwaonyeshe kitu. I want to show you something. 2 Corinthians chapter. Verse 7 yasemaje? Aya 7 yasema hivi, basi ikiwa huduma ya mauti iliyoandikwa na kuchorwa katika mawe. Kitu gani kilikuwa kimechorwa kwa mawe? Sheria. Kwa hivyo hiyo sheria huduma yake ilikuwa ya mauti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ilikuja katika utukufu. Ilikuja katika utukufu. Hata Waisraeli hawakuweza kukazia macho uso wa Musa. Kwa sababu ya utukufu wa uso wake. Nao ni utukufu uliokuwa ukibadilika. Kanisa la jangwani, huyu Musa alikuwa na utukufu, lakini utukufu ulikuwa una fade away, ulikuwa unabadilika. Huduma ya roho haitasiti kuwa katika utukufu. Kuna huduma nyingine ya roho. Umepata hiyo Kuna huduma ya mauti na kuna huduma nyingine ya uzima. I'm looking for verse number 9. Aya ya 9. Kwa maana ikiwa huduma ya adhabu, kuna huduma ya adhabu ina utukufu na ina utukufu, seuze huduma ya haki na ina utukufu utaozidi. Kuna huduma nyingine ya haki, ministry of righteousness, ina exceed. Church, asubuhi ya leo we have this church in the wilderness
ambapo ni wana wa Israeli waliotoka Misri wakipelekwa Kanaani, na utukufu huo ulikuwa unaondoka. Sasa Yesu anakuja akasema, nitalijenga kanisa langu na milango ya kuzimu haitalishinda. Shetani yule ibilisi, kabla sijaenda hapo, kabla haijachakachuliwa, wacheni waonyeshe ya Yesu, alafu ni waonyeshe, tutaenda pole pole, just be attentive, you see this. Do you have First Peter chapter 2 verse number 9. Kanisa fuatilieni, I want to show you something. Kazi ambayo tumeitiwa, tumetunukiwa kufunuliwa mambo ambayo yamefichwa wasomi. Shule za Biblia hii haijashika. Professors, theological colleges, this one hawajapata. Wanafundisha vitu zao. By time has come, my sister, we hear directly from heaven. Bwana tufunulie, tuambie mambo yake. Yasemaje hiyo msari? First Peter 2:9. Yes. Bali ninyi ni mzao teule. Sisi tuko hapa. Sisi ni uzao mteule, Ukuhani wa kifalme. na sisi ni ukuhani wa kifalme, Taifa takatifu. na sisi ni taifa takatifu, Watu wa miliki ya Mungu. na sisi ni watu wa miliki ya nani? Ya Mungu. Mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Tumesema kanisa ni nini? Wale walioitwa kutoka. Biblia inasema walioitwa kutoka wapi? Gizani. Na alafu wakapelekwa wapi? Katika nuru. That's the church. Hiyo ni ya Yesu. Ya Musa kutoka Misri Kanaani. Ya Yesu kutoka wapi? Gizani ikaingia katika nuru. Imeingia hiyo. Sinaingiana. Uko na Wakolosai 1:13. Wewe sikiza. Colossians 1:13. Joe hapo my brother. Go Joe. Wait, listen to this. Naye alituokoa katika Sikiza. nguvu za giza. Nani alituokoa katika nguvu za giza? Yesu akatuokoa kutoka kwa nguvu za giza, Akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. akatuhamisha, akatuokoa na akatuhamisha. Ninasema uliokolewa na ukahamishwa. Ninatangaza ya kwamba umo ndani ya ufalme wa mwana wa pendo lake. Yes. Ninasema ya kwamba umo ndani ya ufalme wa nuru. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Njoo hapo muo. Oh, this is my son. Tumesema kuna kanisa kutoka wapi? Jangwani. Yanatoka wapi? Misri, yakipelekwa Kanaani. Ona ujinga. Hii kanisa limeitwa kutoka gizani likaingizwa ndani ya nuru, linaanza kuimba wimbo. Mwambie Farao ni Sasa wewe angalia, mmetolewa kwa giza mkaingizwa kwa nuru. Sasa mnataka enda Kanaani na Hamasi wako. Niko umeamuka. Umeona kitu? Usituimbie hiyo wimbo tafadhali. Hii kanisa isiimbe. Kuna nyimbo kanisa ipasi uimbe. Hii kanisa lazima tung'oe upumbavu. Tumejawa na udini. Udini tunaimba vitu hatuelewi. Hati mwambie Farao tumeokoka aturudi Misri. Unarudi Misri kwani ulikuwa Misri? Waliokuwa Misri ni wana wa Israeli. Na walitolewa Misri wakipelekwa wapi? Kanaani. Siko namna hiyo. Si umeona watu wako na ujinga?
Nakwambia wale ambao mnakujanga kuabudu hapa, hawa waimbaji, kuna watu hapa wanasema mkiimba hiyo tutakataa. Maana sisi tulitolewa gizani na tukaingizwa ndani ya nuru. Yes. Tunaimba, tunaabudu tukiwa ndani ya nuru. Amen. Simama kwa miguu yako miwili na uruke kidogo. Sema tuko ndani ya nuru. Tuko ndani ya nuru. Sema tuko ndani ya nuru. Shangwe na vigelegele kwa Yesu. Tuko wapi? Ndani ya nuru. Na sisi tumefanya nini? Wale wanaenda na sisi tumeshafika. Maana tuko ndani ya nani? Ya Yesu. We are seated far above the principalities and the powers. Tuko huko. Hili kanisa maombi yao haisuliwi na mfalme wa Persia. Yes. Danieli ndio anapaswa aombe hiyo maombi. Maombi yetu haisuiliwi, maana sisi tumeketi juu. Oh yes. Sema tumeketi juu. Tumeketi juu. Hallelujah. Sasa maombi yako itasuiliwaje na huko? We pray downward, we don't pray upward. Maana tuko juu na tuko na mfalme yako ndani yetu, tuko ndani yake. Ndio maana tunashukuru. Sisi ndio kama ndio board of directors wa Mungu. Tunakuanga huko kwa boardroom. Akitumana tuko hapo tutumwe. Yes. Go hii, ndio maana tuko hapa go hii. And this church is anointed. Hii iko anointed na Roho Mtakatifu. We are anointed by the Holy Spirit. Tuko na mafuta. Na mafuta inakaa ndani yetu. Haikai kwa kichwa. Hii ubebi na chupa. Sisi ndio chupa. We are the bottle. We are the ones carrying that anointing. Kwani mtume hauna nafasi? John chapter 2 verse 27. Si usome. Si kalia kiti yako ya miujiza. Unajua hii kanisa hii iko na utukufu. Hii damu yake ni ya Yesu. Hii ingine damu ni ya kondoo, ni ya wanyama. Hii ni damu ya nani? Ya Yesu Kristo. Watu waache ujinga. Halafu unajua tunatishiwa. Ngoja kidogo. Wewe tulia. Uko hapo uambiwe vitu za heaven. Hatuko hapa tukuambie vitu zetu. Na hatuongopi ngo. Kwani watadu? Si ulisomee mtume. Sinangojea 2:27 ni First John. First John. Mafuta yale mlioyapata kwake. Kuna mafuta yanatokanga kwake. Na huyo kwake si mtu anakula chakula anaenda kwa choo. Kwake. Yanakaa ndani yenu. Ili kanisa mafuta yake yanakaa ndani yako. Si kwa chupa. Haikai kwa jacket. Inakaa wapi? Ndani yenu. Wala hamna haja ya mtu kuwafundisha. Lakini kama mafuta yake yanavyowafundisha habari za mambo yote, tena ni kweli wala si uongo, na kama yalivyowafundisha, kaeni ndani yake. Uko na mstari wa 20. Atuandike hapo verse 20 yoso. Andika verse 20. Nanyi mmepakwa mafuta. Mwacha ujinga. Nanyi mmepakwa mafuta. You are already anointed. Simama sema I'm anointed. I'm anointed. You say me I'm anointed. I'm anointed. You don't need someone to anoint you. We are already anointed. We are anointed by God. No anointing service. Hakuna anointing service. We are already anointed. Yes. Si ukalia kiti yako ya miujiza ni kuonyesha nani amekutia mafuta. Si uko na 2 Corinthians chapter 1 verse 21. 2 Corinthians. Chapter 1 verse 21. Yasemaje? Hiyo kidole ifanya hivyo haraka. Basi yeye atufanyaye imara pamoja nanyi katika Kristo, na kututia mafuta ni Mungu, sio binadamu. Kwa nini unakimbia huru paka upewe kachupa ya mafuta? Kwa nini unakaa na mafuta kwa kibeti? Wacha kubebana na mairizi.
Huo ni uganga. Wachie waganga kazi Hey! zao. Wachie waganga vitu vyao. Hey! Kanisa tuwachie waganga mambo yao. Hey! Tuwachie sarakasi zao. Hey! We are the ones anointed. We are anointed by God. We are carrying the anointing. Yes. Tuache mambo ya Musa. We are following Jesus. Jesus. Jesus has set the example. Biblia inasema vile Roho Mtakatifu alifanyaje? Roho Mtakatifu ako juu yangu, maana amenitia mafuta ni ubiri habari njema. We are going ye. Sisi ni watu wa kuenenda, and we need the anointing. As we go ye, we need the anointing. And the one to anoint us is God. Amen. Do you have Acts 10:38? Acts 10:38. Yes. This church of Jesus is anointed. Amen. Na mwenye ameanoint ni Mungu mwenyewe. By the way nikwambie kitu. We have only two Adamu kwa Biblia. Adamu wa kwanza alitoka mavumbini. Na huyu Adamu wa kwanza kutoka mavumbini alipata biharusi wake wakati alikufa. Alilalishwa na Mungu, na kwenye ubavu wake akatolewa ubavu na kukatengenezwa mwanamke, na akafungua macho akaona kitu, akasema nyama ya nyama yangu, mifupa. Akaanza kuimba shairi. Wadada mlio mali hapa mkiona wanaume wanaimba shairi, wamepata tabia yao kwa Adamu. Baka Adamu akampatia jina, akasema ataitwa woman, maana alitoka kwa man. Umepata ufunuo? Woman maana alitoka wapi? Kwa man. Kwani hata mkikuwa wengi usimetangwa women because you came from men. We men. Unasema we are men. It is we men because we come from men. Adamu wa mwisho Yesu Kristo pale msalabani ameangikwa pale na hawezi wawili. Askari wa Kirumi wakaja wakapata mwizi wa kwanza hajakufa. Walifanyaje? Wakafucha wakaua. Wakaenda wa pili. Walipofika kwa Adamu wa mwisho Yesu mwenyewe wakapata ametoa roho yake. Walifanyaje? Hawakudunga yeye mkuki kwa mguu. Hawakuenda kwa shingo. Walienda kwa ubavu. Kanisa likazaliwa. Kanisa ni biharusi wa Yesu. Yes. Kanisa tulipatikana hivyo. Kanisa si jengo, si pale unaenda na unachomoka. No. Ni biharusi wa Yesu. Na Yesu anajenga kanisa lake, anajenga biharusi wake, anajenga mke wake. Wanaume, ngoja kidogo. Yesu akasema, akatoa mfano. Mpanzi kwenye konde lake. Kwenye konde uko na 1 Corinthians chapter 3 verse 9. Wefuatilia. 1 Corinthians. This message is directly connected from heaven. Wesikiza. 1 Corinthians 3 verse 9. Iko vitu vingine tuna download saa hii. Maana sisi tu wafanyikazi pamoja na Mungu. Sisi ni watendakazi pamoja na nani? Na Mungu. Nyinyi ni shamba la Mungu. Sikiza. Sisi ndio shamba. We are the field of God. Ni jengo la Mungu. Na sisi pia ndio jengo la Mungu. Na anayejenga ni nani? Ni Mungu. Yesu mwenyewe. Yes. Shetani kakaleta upumbavu na ujinga yake. Kakahiba mawazo ya binadamu. Baada ya kanisa la jangwani na Yesu anajenga yake, shetani kakaamua nako pia kajenge yake. Parable, mfano, ikasemekana ya kwamba mbegu zuri, wana wa ufalme, kanisa la Yesu, watu wakalala. Mitume, the first Christians, the early church,
mitume wakauliwa, wakalala. Roman Empire, utawala wa Kirumi ukainuka ukiongozwa na Ibilisi, nao wakachukua mbegu waende kupanda. Wana wa uasi wakapandwa na Ibilisi. Njoo hapa my sister, wakawekwa katikati, hapo katikati kitu ikapandwa inafanana na shetani. Njoo hapa my sister. Leo ni leo. Sema leo ni leo. Leo ni leo. Sema leo ni leo. Leo ni leo. Shetani Ibilisi kwenye ule kwenye ile shamba hakuenda kutafuta shamba yake, hakutafuta watumishi wake, hakutafuta watu wa kupalilia, kalikuja tu na mbegu zake akarusha ndani na kakaenda zake. Thank God. Biblia inasemaje? Watu walipoamka, ninashukuru Mungu ni kwa sababu tuko mahali hapa mtume na tumeamka. Yesu akasema wataamuka. Sema wataamuka. Wakaamka. Sema wataamuka. Wataamka. Sijui kama hiyo ndio inaitwa revival ama ni nini. Hawa jamaa wakaamuka. Na kuambia kina Kwesi tumeamuka, kina Apostle Dura tumeamuka, kina Apostle Wafula tumeamuka, na hata wewe umeamuka. Simama kwa miguu yako. Sema tumeamuka. Tumeamka. Sema tumeamuka. Tumeamka. Yaani hawakukaa kwa usingizi muda yote. Hapana, waliamuka.